Simba kuna tatizo kubwa sana, na nafikiri sasa huu ni wakati sahihi viongozi wa Simba kuichukua Simba yao na kuacha kunyanyaswa na mtu mmoja ambaye wanaweza wakapata watu wengine 10 bora kuliko hata yeye. Yaani ile swali ambalo rais wa heshima ameliuliza ni sawa na baba afike nyumbani akute chakula kimeandaliwa au chakula hakipo, aanze kuuliza chakula kiko wapi au kwa nini hamjapika, wakati akiwa anajua kabisa kwamba aliondoka nyumbani ya kuacha hela ya chakula. Au aache shilingi 1000 nyumbani akute zimepikwa kuku, imepikwa mipilau pale, mijuisi, matunda mezani bila kuogopa wala kushtuka. Awe ale akiwa anatabasamu kabisa, mke wangu una akili sana wewe. Mke wangu nimekuachia 1000 lakini umepika kuku. Yaani ndo maswali ambayo yanazoeleka kichwani. Wewe kama rais wa heshima, lile swali unamuuliza nani? Na nitakuwa mtu wa mwisho na nitawadharau viongozi wa Simba wote kama wakimjibu kwa namna yoyote ile message. Yaani nitawaona viongozi wa Simba wa hovyo kama wakijibu ile comment au kusema chochote kwa namna yoyote kwa kutafuta kuionyesha jamii kwamba wako naye. Yaani mimi niseme kitu kimoja, hapa Mo alipoifikisha Simba ndo sehemu ambayo viongozi wa Simba wanatakiwa washikane, wawe kitu kimoja, kumuonyesha kwamba wanatakiwa kuiheshimu taasisi ya Simba. Uwezi ukaenda kuuliza swali la ofisi katika mtandao wa kijamii kwa nia yake mama ilikuwa ni nini? Wanachama wajue ile ni platform sahihi ya kuwajulisha wanachama kwenye comment. Yaani mtoto wako anakwenda kutangaza uchumba, we baba una taarifa. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Hapa ndipo ninapoanza kuamini kwamba kuna viongozi au kuna machao ama ma-influencer ambao kweli walikuwa wanalipwa ili kuiharibu taasisi ya Simba. Kwa sababu watu walitoka wiki 2 zilizopita, kama sio wiki moja, waliongea maneno mazito kabisa. Wakina JB, wakina Dr. Mo na wengine mbalimbali. Sio? Walizungumza maneno mazito kabisa. Wakaonyesha namna gani ambavyo uongozi unauhujumiwa. Namna ambavyo mwenyekiti ambaye nimemtetea kwa muda mrefu sana, Murtaza Mangungu, amekuwa akipitishwa katika moto kwa maslahi ya watu wengine. Sasa leo hii wale wakatoka wakaenda kuomba msamaha. Mwanaume pekee ambaye nilimuona amesimama mpaka sasa hivi ni yule anajiita mchungaji wa Simba. Yeye amekiri akasema sitaomba msamaha. Ila wale walioomba msamaha ndo wanatakiwa wakamatwe na wanachama wa Simba wachapwe viboko, kwa sababu wale ndo wanaoshirikiana na wenye fedha kuiharibu kwa sababu ya maslahi ya tumbo lao. Leo hii unasimama unaongea maneno mazito kama aliyokuwa ameongea Dr. Mo, kama ambao alikuwa ameongea JB 64 kwa nguvu kubwa, kwa bashasha kubwa, lakini baada ya kusokomezwa kipande cha mkate kinywani ameamua kuomba msamaha. Unamuomba msamaha nani? Hao ndio wanaoshirikiana kuiharibu taasisi ya Simba. Na ndio maana kila siku nasema wanaoiharibu Simba ni ma-influencer wanaoendekeza njaa. Leo hii mwenyekiti ama rais wa heshima anakwenda kuiuliza management ya Simba transformation imefikia wapi kwenye mtandao wa kijamii. Hajui ofisi ilipo, hajui kanuni na taratibu za kuongoza ofisi. Anakwenda kuuliza kwenye mitandao ya kijamii nia yake ni nini? Yaani ninaanza kuamini hata yale maneno kwamba yeye alikuwa anatumia nguvu kubwa ili wanachama wape wasajiliwe, ili aidhoofishe klabu, ili aendelee kuitumia. Ndio maana nasema hivi, mimi bwana huwa ninaheshimu sana mtu mwenye fedha na nimekuwa nikimtetea sana Mohamed Dewji. Lakini kwa hichi alichokifanya, anajua anachokitafuta. Na punde si punde utasikia tu machawa, ma-influencer watapewa tena vibahasha vya kaki, wataanza sasa kuwashambulia viongozi wakimtetea mwenye fedha, wasijue kwamba ndo wanaua klabu yao. Na mimi niseme kitu kimoja, hebu ifike wakati wanachama wa Simba wawe serious. Nguvu kubwa wanayoitumia kugombana na mzee Mangungu waiwekeze kuwachapa viboko hao ma-influencer wanaokula hela, wanaoendekeza njaa na umaskini kwa matumbo yao, kuiua klabu yao. Kwa sababu leo wako huku, kesho wako kule, wanang'ata na kupuliza, wanaongea vitu ambavyo havieleweki. Mimi niseme kitu kimoja, miongoni mwa watu wanaotaka kuiharibu klabu ya Simba, Mohamed pia hawezi kuepuka hizi lawama. Hawezi kuepuka hizi lawama kwa sababu kuna mambo mengi anayatengeneza ambao anadhani sintofahamu.
Wewe kama kiongozi mpaka leo hujui transformation imefikia wapi. Unajihitaji rais wa heshima na wewe ndo umejivalisha ama umechakata karata zako ukapata mandate ya kutengeneza bodi ya wadhamini kubwa kuliko hata wale wenye 51%. Leo hii unakuja unatoka hadharani na kuwauliza viongozi hao na wengine ulioweka wewe. Magori si alikuwepo jana? Si ameteuliwa na Mo Dewji kuwa mwenyekiti wa bodi? Je, Magori pale alikuwa anafanya nini? Bosi wake alikuwa hajui kama transformation imefikia wapi? Hakuona kuna sababu ya kuzungumza na mwenyekiti wa bodi? Je, wakati wanaenda kwenye kikao Magori hakumpa bosi wake taarifa? Kwangu mimi niseme kitu kimoja. Viongozi wa Simba wakiongozwa na mwenyekiti Murtaza Mangungu, ni wakati sahihi wa kuitoa Simba katika mikono ya unyang'anyi. Ni wakati sahihi wa kuikomboa Simba na kuitengenezea mazingira thabiti ambayo itaifanya Simba iwe imara na iwe thabiti. Baba kumlea mtoto wa kambo, yani wewe ukichagua kumlea maskini kwa nguvu zako mwenyewe, kwa kujinasibu kwamba wewe ni tajiri na unataka kwa sababu ya mapenzi, isiwe sehemu ya kuwanyanyasa. Mo anachokifanya sasa hivi ni kuinyanyasa klabu ya Simba. Lakini mimi niseme kitu kimoja kidogo, nina elimu ya masuala ya biashara, sawa. Hakuna mfanyabiashara yoyote duniani anayefanya biashara kwa hasara. Hakuna mfanyabiashara yoyote anayefanya biashara kwa hasara. Lakini mimi na wewe ni mashahidi. Mohamed Dewji alishawahi kusema katika chombo cha habari kimoja, kama kuna biashara ambayo ameshawahi kuifanya ama kuna taasisi katika taasisi zake anazoziongoza, Simba ni taasisi anayoongoza kwa hasara. Si ndivyo? Lakini leo hii nataka nikwambie ukweli. Hawezi kuongoza Simba kwa hasara akaendelea kuing'ang'ania. Leo hii nikuulize kitu kingine. Toka Mo Dewji amekuwa katika klabu ya Simba miaka yake yote, tukikaa chini kweli tukafanya tathmini ya kina na watu wakapiga mahesabu, toka siku aliyoichukua yeye anasema anadai bilioni 86, sio 87, sio? Ni vizuri amepiga tathmini yake, ameona hicho ndicho ambacho anakidai. Lakini nimkumbushe na niwaulize viongozi wa Simba, ni nani amethibitisha hayo mahesabu anayosema yeye? Na hiyo pesa alipokuwa anaitoa anaiweka, alikuwa anaiweka kwenye akaunti ipi? Na matumizi yake, nani amefanya auditing ya hayo madai yake? Lakini pia huu ni wakati sahihi wa wanachama kushikana na mwenyekiti kuweza kuainisha toka siku ya kwanza alipoingia, aliingia nao mkataba wa udhamini, sio? Na kuna fedha alikuwa anaziweka. Hizo fedha basi tuambizane na jamii ijue kwamba zilikuwa zinaingia kwenye akaunti ipi. Lakini pia Simba imeingia robo fainali takriban miaka 4 mfululizo, sio? Na imecheza fainali, lakini pia Simba imekuwa ikipokea bonus na fedha nyingi kutoka katika mashindano ambayo anashiriki. Swali langu la msingi linakuja, hizi fedha zinaenda katika akaunti ipi? Na hiyo akaunti inamilikiwa na nani? Na ni nani final say wa hiyo akaunti? Hilo ni jambo la kwanza ujue. Lakini pia huyu Mohamed ambaye anasema kwamba anaiendesha hii klabu kwa hasara, toka ameanza kuishika hii klabu mpaka leo tunavyozungumza, amefanya branding ya bidhaa zake, taasisi zake na kampuni zake toka siku ameanza kuishika. Je, Simba wanamdai kiasi gani? Amekuwa akilipa? Alimlipa nani? Kwa hiyo mwisho wa siku ndo narudi pale pale, hakuna mfanyabiashara anayefanya biashara kwa hasara. Simba wanatakiwa wakae chini, wapige mahesabu, logo zote zilizopo katika merchandise zao ambazo wanazivaa zina thamani kiasi gani, toto ya miaka yote, nao wampelekee invoice. Unafikiri leo hii Mo akiacha Simba watakosa mdhamini mwingine? Kwa sababu ukumbuke, Simba akiondoka Mo, zile 49% zote zinabaki. Vipi kama Simba wakaamua kuuza zile hisa kwa 10% na kila 10% waweke ni bilioni 20? Watakuwa na bilioni ngapi kwa 49%? Zaidi ya bilioni 80, sio? Zinakuwa zinalipwa kwa mwaka, si ndio? Kama huyu mtu toka mmeishi naye mpaka leo anawadai bilioni 87, mna uwezo wa kuchakata hisa zake mkazula bilioni 10 mkapata bilioni 40 basi kila mwaka, au bilioni 50 kila mwaka. Uendeshaji wa Simba kwa mwaka bajeti yao ni shilingi ngapi? Bilioni 20 ngapi? Haijafika 25, sio? Tuseme 25. Haya, una bilioni 40, toa 25, zinabaki ngapi? Zinabaki 15. Haya, zungumzia hao ma sponsors mengine ambao utakuwa unayapata.
Kwa hiyo mwisho wa siku klabu ya Simba ina uwezo wa kuishi maisha bila Mo vizuri kabisa. Kilio cha kwanza cha wanasimba, hakuna taasisi yoyote ya mpira inayomilikiwa na jamii ikawa na nguvu kama haina wanachama wapya. Yanga leo hii wanaringa, wanatamba kwa sababu usajili wa wanachama wapya unafanyika kila uchwao, si ndivyo? Na wanalipia fomu zao. Kwa hiyo hata ukipeleka thamani ya klabu yako mbele ya watu, unawaambia tuna wanachama milioni 100 au milioni 1 au bilioni 1 au tuna wanachama 900,000 au 100,000, sio? Ndani nje hawa wanachama, brandi yetu, tathmini yake, ukubwa, thamani yake ni hii. Lakini pia tuna 1, 2, 3, umeelewa? Kwa hiyo ambacho kwa kinafanyika kwenye Simba ni kudhoofisha ile 51% kutokuwa na nguvu, ndio maana wakawa hawaingizi wanachama wapya. Lakini leo mwenyekiti kaona okay, isiwe tabu, kwa sababu mchakato wa transformation hauanzi tu out of nowhere. Hata Yanga tunaona waliita bodi, wakakaa, wakawalika wageni, wakafundishwa, wakaelewa, ndio kaona harakati za kuuhisha nembo ya klabu, sijui kufanya nini, kuipa thamani, kurekebisha majengo, kufanya nini, wanachama wapya kusajiliwa kila uchwao, si ndio? Moja ya transformation agenda ni kuhakikisha 51% inapewa nguvu. Leo hii Mangungu kaamua kuanzia hapo, lakini kwa sababu kuna wanachama wa hovyo ambao wanapewa vibahasha, hawa ma-influencer ndio tatizo kubwa kwa klabu ya Simba. Wanapewa viposho kwa sababu ya hali mbaya ya kimaisha, umaskini na njaa kwenye matumbo yao. Wanaisaliti klabu yao kwa kwenda kuweka vipresi tu vya hovyo, kusema viongozi na wahuni kutumwa kwenda kumshambulia Mangungu na vitu kama hivyo. Mimi nasema kitu kimoja, hatua ya kwanza ambayo mwenyekiti ameamua kuifanya baada ya kudhalilika na kudhalilishwa na wahuni waliotumwa na wahuni wenzao kuja kuiharibu klabu ya Simba, ameona aipe nguvu taasisi yake kwa kuimarisha wanachama. Ameintroduce mfumo wa wanachama. Wewe ukiwa kama mwenyekiti ama rais wa heshima, kwanza unatakiwa upongeze. Alafu kama una swali lolote sasa, urudi kwenye bodi ya wadhamini pamoja na mwenyekiti, mkae kwenye vikao vyenu vya ndani, muulizane. Lakini kwa sababu anataka kutengeneza taharuki mtaani, ndio kunazalishwa haya mambo ambayo hapa. Mimi niseme kitu kimoja, Simba ni kubwa kuliko Mohamed Dewji. Na Mohamed Dewji anahitaji Simba kuliko Simba anavyomhitaji. Kwa sababu Simba wakiachana na Mohamed Dewji kupata timu bora kama Simba kwenye ardhi ya Tanzania haitawezekana. Tunazo historia mbalimbali. Ameshajaribu kule Singida, amepita wapi na vitu kama hivyo. Lakini Simba akiachana Mohamed Dewji ana uwezo wa kupata watu wengine. Ndio maana mwenyekiti wa Yanga, mzee wangu, aliwaambiaga wanachama wa Yanga, msimu huu kwa kipindi hichi hatuwezi kupambana na Simba. Tanikumbusha kila siku jina lake linatoka mzee wangu Mshindo Msola. Hatuwezi kupambana na Simba kwa sababu hatuna nguvu za kiuchumi. Kwa hiyo tutakachokifanya cha kwanza, tuisupport timu iende, lakini tutakwenda kutengeneza mazingira mazuri, lakini pia tutatafuta wafadhili. Ndio wakaanza kupatikana wadhamini, watu wakaweka fedha. Leo hii jeuri unayoiona Yanga watu wanamuimba engineer, sio kwa sababu engineer ana akili kubwa tu ya mpira, lakini kuna fedha iko juu ya ile akili kubwa ya mpira, ndio unaona kinachotokea Yanga. Kwa hiyo mimi niseme kitu kimoja, Simba inaweza kuishi bila Mo, ila Mo kama mfanyabiashara hawezi kuishi bila Simba. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.